Nimekuja kuwaeleza malengo, sera na nia thabiti ya Chama cha Mapinduzi kwa wanadirima. Hivyo basi naomba tuwe wasikivu ili tujue Chama cha Mapinduzi kimenikabidhi asali gani kuja kuwafikishia wanadirima. Dirima oye! Dirima safi. Kwa majina ninaitwa ndugu Mujahid Ghulam Hafidh Mukadam almaarufu Muju. Ni mgombea halali kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya udiwani kata ya Mlingano. Nipo hapa kwa ajili ya malengo yafuatayo. Lengo la kwanza ni kuambia nini dhamira ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia lengo la pili ni kuwaombea kura wagombea wa nafasi tatu: nafasi ya uraisi, nafasi ya ubunge na nafasi ya udiwani. Kila mmoja wetu hapa ni shahidi. Chama cha Mapinduzi kimetufanyia mengi, na nikiona wazee wangu, mama zangu, nyie ni mashahidi tosha. Chama cha Mapinduzi kilipotutoa ni mbali, na mpaka hapa tulipofika tunakaribia kwenye malengo yetu. Malengo ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora, ikiwemo elimu, ikiwemo maji, ikiwemo afya, ikiwemo miundombinu na kila aina ya maendeleo ambayo ni haki ya Mtanzania. Ndio maana ndani ya falsafa na itikadi ya Chama cha Mapinduzi, falsafa na itikadi ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kwamba chama kinatunza utu wa kila Mtanzania, utu wa kila mwanadamu, bila ya kujali udini, ukanda, tabaka na sehemu ambazo tunazotoka. Na ndio maana tunaona ukiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya nchi yetu, maendeleo hupelekwa na Chama cha Mapinduzi, sio kwa sababu Dirima unapata Wamasai wengi, sio kwa sababu Dirima unapata Wasambaa wengi. Hapana. Chama cha Mapinduzi kinapoleta maendeleo hakiangalii kabila, hakiangalii dini, hakiangalii utabaka. Kinachoangalia ni kwenda kuhakikisha kinajali na kinalinda utu wa kila Mtanzania. Kinafahamu kwamba maskini akikosa maji na tajiri akikosa maji wote watadhalilika. Uongo kweli? Kinafahamu mtoto wa kimaskini na mtoto wa kitajiri wakikosa elimu wote wanadhalilika. Ndio maana Chama cha Mapinduzi kinapopeleka maendeleo hakiangalii mambo haya. Ndio maana ni ushahidi tosha leo hii mtoto ambaye katoka Usukumani, kazaliwa wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, leo hii kwa sababu tulitengenezewa mifumo mizuri na waasisi wa taifa hili, leo hii mmeniona Msukuma kutoka Shinyanga kaja kwa Wabondei ili aweze kuongoza kwa nafasi ya udiwani. Hapo vipi? CCM oyee! Hicho ndio Chama cha Mapinduzi. Hicho ndio Chama cha Mapinduzi. Tunaposema kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia falsafa yake na itikadi kimezuia mambo yafuatayo: kimezuia ukabila, kimezuia udini, kimezuia utabaka na ukanda. Ndio maana leo hii tumekuwa mashahidi. Tuna viongozi kwa ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Unaweza ukakuta mkuu wa wilaya sio Mbondei, lakini leo hii kwa sababu nchi yetu haina ukabila, haina ukanda, haina udini, tuna viongozi wa wilaya ambao hawatokani na sisi Wabondei. Uongo? Hiyo ndiyo Tanzania ambayo imejengwa kutokana na Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Hivyo basi, kama alivyokuwa ametangulia kueleza mwenezi wa kata ndugu yangu Ernesti, alielezea kidogo swala la mchakato wa kumpata mgombea udiwani. Hivyo basi na mimi naona ni busara na hekima niweze kuwafafanulia kidogo, na ndio jambo ambalo mie kiukweli binafsi limenigusa mpaka nikasema hapana. Hata kama leo tulikuja kuhamasisha amani, kuhamasisha watu wajitokeze kupiga kura, basi nirudie tena kuwapiga watu msasa ni nini malengo ya Chama cha Mapinduzi kwa wanadirima. Kama tunavyoelewa, Chama cha Mapinduzi mmiliki wake ni wewe na mimi, ambapo ni kila mwananchi ana haki
ndani ya chama hiki. Hakuna mwenye Chama cha Mapinduzi asije akakwambia mtu kwamba Chama cha Mapinduzi kinamilikiwa na Ernest, Chama cha Mapinduzi kinamilikiwa na Katua, Chama cha Mapinduzi kinamilikiwa na kaka yangu Hamza. Hamza huyu. Hii ndio Tanzania tunayoitaka. Si mnamuona ule pale. Kaka yangu Hamza. Naomba uje usalimie, japo useme tu salamu alaykum. Naomba uje usalimie. Abasi, samanini. Madini yamejaa sana kichwani. Asalamu alaykum kina mama, kina baba. Kemcho. Kamaliza, naomba ukakae. Naamini jamani. Sasa mimi na kakangu Abasi tuna utofauti gani? Sasa huyu ambaye anayepita na anasema kwamba Muju si Mtanzania, kuna Muhindi anapiga Kiswahili kama anavyokipiga mie. Kuna Muhindi anapiga Kibondei kama anachokipiga mie. Sasa muende mkawaambie kwamba kata ya Mlingano imepata diwani, na diwani ndio mwenyewe Kipele kimepata mkunaji, na ndio mie mkunaji mwenyewe. Sisi mmoja. Hapo vipi? Wataweza kweli? Hivyo basi naomba turudi kwenye lengo kwamba nilipata bahati, nilipata fursa kama nilivyotokea kusema hapo awali kwamba unapokuwa Mtanzania ndani ya nchi ya Tanzania unaruhusiwa kugombea nafasi yoyote, kwa sababu ni haki ya kila Mtanzania pale anapoona kwamba anatosha kwenda kuomba ridhaa ya kupewa dhamana ya uongozi, basi anaweza kwenda kujitokeza na akaomba nafasi hiyo kupitia chama chochote akipendacho. Lakini kwa kuwa mie mapenzi yangu yapo ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndio maana niliingia ndani ya Chama cha Mapinduzi, nikaenda kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya kuwaongoza wanamlingano, kwa sababu natambua nina haki ya kushirikiana na wananchi wenzangu ili tuweze kulisukuma gurudumu hili la maendeleo kwa pamoja. Na ndio maana pale tukajitokeza wagombea 6 akiwemo ndugu yangu Ernesti, tukachukua fomu na michakato ndani ya chama ikaanza kupitia matawi, kata, wilaya, mkoa hadi taifani. Kama tunavyoelewa, mamlaka hayatoki kwa binadamu, mamlaka yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio pale Mwenyezi Mungu akatoa kibali kwamba mwaka huu kuna wagombea wazuri wa Chama cha Mapinduzi, wagombea 6 waliochukua fomu, waliotangaza nia, wote wanatosha, wote ni wazuri. Lakini kwa sababu mamlaka yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, mamlaka yanatoka juu na si kwa mwanadamu yoyote, Mungu akasema mwaka huu nina kazi na huyu ndugu Mujahid, ni mtunuku, nimpe kibali cha kwenda kuwa kiongozi wa kata ya Mlingano. Hapo vipi? Hapo sawa haimaanishi kwamba hawa wagombea wengine hawafai. Hapana, haimaanishi hivyo. Ndani ya Chama cha Mapinduzi hatushindani kama alivyoongea mwenezi wangu. Wote tunatosha, wote tunafaa, ndio maana tunashirikiana, tunapendana. Ernest oye. Ernest safi. Hicho ndio Chama cha Mapinduzi. Kwamba wote tuna mshikamano, tuna umoja, tuna mapenzi. Nichukue nafasi hii kumwombea kura zote mgombea wetu wa nafasi ya urais, na si mwingine ni mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Ifikapo Oktoba 29, mama zangu, wazee wangu, tujitokeze kwa wingi, twende tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tusiende kumchagua kwa sababu ni mwanamke, tusiende kumchagua kwa sababu ni mzuri sana. Hapana, twende tukamchague kwa sababu ya uzalendo wake, kwa sababu ya uchapakazi wake. Tumeshuhudia jamani, amekuwa akijitesa usiku na mchana mama yule kwa ajili ya kutuletea maendeleo. Na ndiyo maana ushahidi tosha, ndani ya kijiji chetu cha Kibaoni katuletea zaidi ya milioni 90 kwa ajili ya shule ya msingi ya Kibaoni, ambayo hivi sasa wakandarasi wapo kazini. CCM oyee! Lakini pia hakuishia hapo, kagusa swala la afya, na ndio maana tunaona tuna zahanati. Lakini pia pale kwenye zahanati bado ujenzi unaendelea. Yote hii ni juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivyo jamani, tujitokeze kwa wingi, twende tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wote hapa ni mashahidi.
ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kwenda 2030 yenye kurasa 303 katueleza Wanamlingano anaenda kutupa barabara yenye kiwango cha changarawe kutoka Mlingano mpaka Kiomoni yenye urefu wa kilomita 20. Nani kama Samia? Sasa twende tukajitokeze. Hala mama zangu, liwake jua, inyeshe mvua, tujitokeze twende tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 29. Niwaombe sana twende tukamchague mama huyu ili tumtie moyo, kwa sababu kazi anazotufanyia ni nyingi sana ndani ya taifa letu. Amejitoa sadaka kwa ajili ya manufaa yetu sisi, kwa ajili ya maendeleo yetu sisi Wanadirima. Leo hii tulikuwa hatuna uhakika wa kupata barabara ambayo itakayoenda kupitika mwaka mzima, inyeshe mvua, litoke jua. Maana yake sasa Wanadirima tutaweza kufika Mkanyageni mwaka mzima, hata kama ni kipindi cha masika. Sasa tunaenda kupata barabara ya kiwango cha changarawe. Lakini pia niwapeni habari njema, hajaishia hapo. Daktari Samia Suluhu Hassan katuahidi Wanatanga, Wanamlingano, Wanamheza, anaenda kutujengea mwendo kasi kutoka Taifa Road Tanga mjini mpaka Kilapula. Maana yake ni nini? Maana yake tunaenda kushusha gharama za usafiri. Utakaposhusha gharama ya usafiri, Mwanadirima ataweza kwenda kufanya shopping pale Tanga mjini na akapanda mwendo kasi kwa gharama ya shilingi 500. Utafika umeweka kishoka, unapigwa na kiyoyozi. Sisi moyo. Hicho ndio Chama cha Mapinduzi. Na huyu ndio anayeongea ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina silaha nyingi, na ndio maana mwaka 2020 kikaniambia, sikiliza bwana, hichi chama kina mbinu nyingi. Mwaka huu 2020 pumzika bwana Muju, wewe tutakutumia huko mbeleni tutakapo kuhitajia. Sasa na ndio maana mwaka huu Chama cha Mapinduzi kimeibua silaha yake ambayo inaenda ni kombora la masaa marefu. Ukisikia kombora la masaa marefu, Limao Mkata Shombo ndo mie, daktari ambaye anayetembea na sindano muda wote. Umeelewana jamani? Yaani unaponiona mie ujue kwamba nimeshika sindano mkononi muda wote. Mimi kazi yangu ni kuchoma sindano ili nikutibu. Kukutibu oye. Hichi ndio Chama cha Mapinduzi. Na mie ndo mgombea wenu kwa nafasi ya udiwani. Mgombea ambaye kiukweli binafsi niseme tu ninajiamini, kwa sababu nina uwezo wa kujenga hoja. Na unapopata kiongozi mwenye uwezo wa kujenga hoja na wa kujielezea, maana yake hata swala zima la maendeleo jambo ambalo linawezekanika. Uongo mpaka hapa jamani, mna shaka kwa mgombea wenu wa nafasi ya udiwani?